mimi ni nani hata niende huko nikawatoe Wanaisraeli? Anamwambia nitakuwa pamoja na wewe na nini na nini. Alafu inaonekana hii mambo ya kuhoji ni kariba yao wale Wayahudi. Anasema tena, alafu nitakapofika kule kwa ndugu zangu Wayahudi na wenyewe wataniuliza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, je, ni nani jina lake? Yaani inaonekana ilikuwa ni utamaduni wao, yaani hawakulupukaki. Lazima waelewe ndo wapatane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Musa kwanza anamtandika Mungu swali, anamwambia mimi ni nani? Alishaeleweshwa tayari, anasema hena nikifika kule na wenyewe niwaambie wewe ni nani. Maana yake wawe na uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapofika kwa rais niseme ni nani, ni mchungaji ndio mimi nikamtaje kabisa kwamba sio mimi, ni mchungaji amenituma ili kikinuka aende kwao. Bwana Yesu asifiwe. Anataka assurance, anataka uhakika kwamba nitakapojieleza in case of ikitokea jambo lolote basi wajue aliyenituma ni mtu fulani sio mimi. Kwa anamwambia sasa ukifika huko waambie Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Ukifika huko waambie mimi niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tumtafute, tumtambue, tumtazame kidogo huyu niko ambaye niko ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko ambaye niko ni jina la heshima sana linaloelezea uwepo wa Mungu, kwamba yeye ni Mungu aishie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akijitambulisha kwako kwamba Mungu kama niko ambaye niko, ujue Mungu ametumia mamlaka zake zote, amejitambulisha kwako mzima. Anakuambia kwamba mimi ni Mungu nisiyeshindwa, ni Mungu ninayedumu milele yote, ni Mungu aliyekuwako, Mungu aliyepo na atakayeendelea kuwepo, Mungu aliyeumba vyote. Kabla ya vyote kuwepo, nilikuwepo na nitaendelea kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusoma Zaburi ile ya 90 mstari wa 2. Haraka tu, Zaburi ya 90 mstari wa 2. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla haijazaliwa milima wala hujayumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Huyu ndo niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye ambaye Mungu sasa anamtuma Musa aende Misri kwa Farao, amwambie waachie wana wa Israeli waende. Anamtoa Musa wasiwasi kwamba kazi sio ya kwako, wewe ni mtumwa tu, mimi nakutumia, ninayefanya ni mimi. Wala ukifika kule hutaki kujieleza kwamba ni mimi, niambia na kuomba sijui fanyaje. Kaseme tu kwamba Mungu anataka watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe niko ambaye niko ni jina linaloelezea mamlaka ya juu sana ya Mungu wetu. Haleluya. Linamtambulisha Mungu kuwa ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uzito ndani ya neno au jina hili mimi niko ni uzito usiopimika kwa mizani. Bwana Yesu asifiwe. Ni uzito usiobebeka, ni uzito usioweza kuelezeka. Hakuna namna unaweza kumuelezea Mungu wakati anapoitwa mimi niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anamwambia Musa kwamba niko ambaye niko, nakutuma nenda. Na leo ameniambia mimi hapa, kaliambie kanisa la JCC kwamba niko ambaye niko, nipo pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Niko ambaye niko, nipo pamoja nao. Haleluya. Kwa wakati naelezea, naangalia, natazama, najaribu kujifunza zaidi juu ya uzito wa neno hili, nikaona kabisa siwezi kulilinganisha na kitu chochote, kwa sababu ninatambua katika maisha wapo watu wengi walituambia wako pamoja na sisi, mwisho wa siku hawakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako alikwambia atakuwa pamoja na wewe, mwisho wa siku kaambulia kiatu cha kichogo. Muda mwingine mama zetu wanatuambia watakuwa pamoja na sisi, lakini tunafia mikononi mwao, tunawaacha, tunaelekea kwingine. Tunaelekea kwa niko ambaye tulikuwa naye mwanzo na hata mwisho tutakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine marafiki walituambia tutakuwa pamoja, usijali, katika shida, raha na tabu zote tutakuwa pamoja. Ulipopata ile changamoto ndogo tu ulibaki mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo niko anasema niko ambaye niko pamoja na wana JCC. Haleluya.
Nakumbuka wakati tukiwa kule Wanama, kule tunakwendaga kununua watoto. Kule siku hiyo mwenzetu mmoja, wakati kila mmoja yupo anaimba nyimbo zake, mmoja akaingia uvunguni, akaanza kulia, akalia, akasema, hata mama umeniacha. Hata mama umeniacha kweli. We mtoto, unaona hadi mamangu amenikimbia. Wewe unaniuma tu peke yako. Analia, anasema hata mama anamlaumu mama yake. Hata mama alitaka na mama aingie naye kule tunakoingiaga kule. Kumbe kuna sehemu ambapo mwanadamu hata kama alikuahidi kwamba atakuwa pamoja na wewe, lazima utakuwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Utabaki mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kikombe kikiandikwa kwamba ni cha kwako utakinywea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko yeye anaitwa Niko, ambaye Niko hata katikati ya ule uchungu wa mama tunaoujua anakuwepo pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakuwepo pale. Mume anaishia kule mlangoni, anaangalia, anatoka, anachungulia kama aingie kama atoke, haelewi. Mama wakati mwingine anapiga magoti, utazani yeye ndo anayeugua kule ndani, haelewi. Madaktari muda mwingine wanachanganyikiwa, maana kuna kesi zingine ni ngumu kuzistovu, wanaulizana itakuwaje. Lakini Niko, ambaye Niko huwa yuko pale, huwa anafanya mambo yake. Yeye ni tabibu, yeye ni daktari, yeye ni mganga, yeye ni vyote katika vyote. Anafanya wakati na mahala popote, hana mipaka, hazuiliwi na chochote. Niko, ambaye Niko yuko hapa leo na wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ulikuwa ni wakati mgumu sana. Nikawa nafanisha ni kama ile ya Yakobo na malaika. Baada ya kupambana muda mrefu, sasa naenda kufanyaje? Nafanyaje? Nitasema nini? Tasema nini? Nahangaika, nasema nini? Au nikae hapa? Au nisogee kwa hapa? Au na hapa? Mbona sikusikii? Unasema nini? Asubuhi ndio hiyo, kuanzia siku hujalala, unashangaa saa 7 hii hapa, saa 9 hii hapa, 11 hii hapa, hujapata neno, alafu 12 ndio ibada inaanza kanisani. Unasema nitasema nini? Nitasema nini? Mungu, nitasema nini? Namngangania vile vile kama Yakobo alivyokuwa anamngangania malaika. Anamwambia Mungu, mimi sikuachi. Au nataka nikaaibike, lakini litaaibika jina lako. Sikuachi. Unasemaje kwa habari ya wana JCC? Ona majira yanaendelea, dakika hizi zinaisha. Niko hapa muda wote huu, niko macho na kusikiliza wewe muda wote, lugha zote nimenena. Nitasemaje mimi? Huwa naogopa kutunga ya kwangu. Akaniambia, Niko, ambaye niko pamoja na wana JCC. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni heshima gani Mungu amekupa? Ni heshima gani Mungu amekukiliu? Nikaona wasikiliza wanakwaya wanapoimba kwamba limekushinda, mwachie Yesu abebe mzigo wako. Kitu gani? Mpe Yesu, muite, mwalike. Alafu akasema ndivyo itakavyokuwa kwako leo. Sema leo. Wameimba ndivyo itakavyokuwa kwako leo, kama ukiamini na kutii neno la nani? La Mungu. Na kweli ndivyo itakavyokuwa kwako leo, kama umelielewa hili somo linalosema Niko, ambaye Niko yupo hapa kwa ajili yako. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Upo ambaye utaondoka sivyo ulivyoingia, upo ambaye utaondoka sivyo ulivyokuja. Mashaka uliokuja nayo, Niko, ambaye Niko amesema yuko hapa. Njoo muulize hapa leo. Magonjwa ulioingia nayo, Niko, ambaye Niko amesema yuko hapa. Njoo mwampie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema waambie Niko, ambaye niko hapa. Ni wao tu. Akasema ni wewe unajichelewesha, ila yeye yuko hapa. Akasema ni wewe tu umekubali kukata tamaa. Ni wewe tu unaamua kutanga kwenda kule, kwenda na huku. Unatafuta leo uko hapa kidogo, kesho upo pale kidogo, kesho una chupa la kuongea nuksi, la kuondoa nuksi, kesho kutwa unalo la urejesho, kesho kutwa uko RC, kesho kutwa tena uko sijui wapi, unatanga. Lakini amesema hapa JCC Niko, ambaye Niko yupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema ni wewe unakubali kujifia mwenyewe. Ni wewe umekubali kubaki na huo ugonjwa. Ni wewe umekubali kubeba ile teso na kulita ni teso lako la kudumu. Lakini yeye Niko, ambaye Niko yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yuko hapa Niko, ambaye Niko. Mungu mwenye uweza wote, mwenye mamlaka yote, anayeweza vitu vyote, anaitwa Niko, ambaye Niko anasema yuko na wewe hapa.
Jambo gani limekushinda? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kimekushinda? Mbona unalia? Mbona unahangaika? Mbona umekata tamaa? Mbona wakati mwingine unatembea unaongea peke yako, unaongea. Sio kwamba umechanganyikiwa, lakini ni mambo yamekuzidi. Wakati pa kusemea papo. Bwana Yesu asifiwe. Ameniambia nikuambie umtazame, umwangalie yeye, na siku ya leo yuko hapa kwa ajili yako wewe uliyeingia mahala hapa. Hautatoka kama ulivyo, hautatoka kama ulivyokuja. Yale yaliyokusibu tangu miaka na miaka, mengine yamkini ulishacholea mipaka, anasema yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema jambo la ajabu na jambo ambalo nililipenda, jambo ambalo nimelishangaa kweli kweli. Akasema hivi, ni wao wanateseka, ni wao tu wanaoamua kuhangaika, kutangatanga na hiyo mizigo, lakini wampie hivi, kiti cha enzi kipo wazi. Anasema hivi, kiti cha enzi kipo wazi. Manake anakupa mwaliko, anakufanya kama mtoto, kama vile mtoto mdogo anaenda, baba kanibia penseli, baba anasema subiri takununulia nyingine. Anaenda tena anarudi, baba fulani kanipiga, baba anasema acha nitamtafuta mimi. Mtoto anaenda anacheza tena, baba sijui nini na nini. Ndio Mungu anasema hivyo, anakuambia na wewe kiti cha enzi kipo wazi kwa ajili yako. Yani unayo nafasi ya kumwendea niko ambaye niko, unayo chance ya kubeba mizigo leo kamwendea. Yuko tayari kukusikiliza. Anasema kiti cha enzi, waambie kiti cha enzi. Najua hujaelewa, anasema kiti cha enzi kipo wazi kwa ajili yako. Ipo nafasi kwa ajili yako ya kusogea mbele zake, ukamweleza misiba yako, ukamweleza mateso yako, ukamweleza hitaji lako, ukamweleza yale magumu, ukamweleza zile shida, ukamweleza hata ukamchongea wale wanaokuchokoza. Bwana Yesu asifiwe. Niliposikia habari hii sikuchelewa, sikutaka endelee kusema zaidi. Nikasema kumbe kuna faida kama hii, kumbe kuna mwaliko mzuri. Na mimi nikasema naanza na mimi Bwana, na mimi niko hapa. Unasema nikawaambie kwamba kiti cha enzi kipo wazi, wanaweza kukujia wakati wowote waseme na wewe. Unasema kiti cha enzi kiko wazi. Nikamuuliza tena, baba unasema kiti cha enzi kiko wazi? Na mimi nikaanguka hapo, nikaanza kumwambia anza na mimi. Hata nitakapokuwa nawaambia, nitawaambia hata mimi tayari nilishajiangusha mbele zako. Nikamweleza mizigo yangu yote, nikakumbuka yuko fulani ananichokozaga, nikakumbuka nina kijambo changu fulani, nikakumbuka yote, nikajieleza mbele za niko ambaye niko, Mungu mwenye mamlaka kubwa, Mungu mwenye uweza wote, Mungu anayeishi milele, Mungu asiyeshindwa lote. Nikalia mbele za Baba, nikamwambia Baba na mimi usiniache, nikamwambia Baba na mimi nishike mkono, nikamwambia Baba na mimi nikumbuke, nikamwambia Baba tazama misiba yangu, tazama maisha yangu, tazama na hili, tazama na lile. Umesema kiti cha enzi kipo wazi Baba. Nikasogea zaidi, nikamwambia Baba sikuachi. Nimekwambia habari ya kwamba leo na kutafuta neno kwangu ilikuwa ni kama Yakobo na malaika, nimekuwa nikimfuatafuta. Sasa huwezi kuelewa, lakini kwa sababu mimi na Mungu wangu tunaelewana, ninajua jinsi nilivyokuwa namfuatafuta, namkimbilia huku namwambia mbona unipi neno kwa ajili ya watu, akienda huku unipo mbona haunipi, akichenga kidogo namwambia Baba mbona haunipi neno kwa ajili ya watu. Sasa alipokwisha kusema hivi, nikamwambia Baba na mimi nataka natamani na wewe upate ikiu. Anaposema ya kwamba kiti cha enzi kiko wazi, uwe wa kwanza. Tena ningekuwa mimi hata sasa ningekuwa tayari natambaa kwa miguu. Haya ninayokuambia ni maneno moja kwa moja kutoka kiti cha enzi. Unaalikwa kwamba kiti cha enzi kipo wazi. Ningekuwa nimeshasogea hapa, ninamtwika tayari mizigo yangu. Ningekuwa najisogeza hapa, ninamtwika tayari mizigo yangu. Hapo kwenye kiti pasingetosha. Ninamwambia Bwana, kumbe umenialika, kumbe umenituma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini uteseke? Kwa nini uhangaike? Kiti cha enzi kipo wazi.
huelewi, anza kumweleza tu. Usizoe wakati mwingine